nipe macho nione, macho nipe macho nione, sawa sawa, nipe macho nione, macho nipe macho nione, sawa sawa, nipe macho nione, macho nipe macho nione, macho sawa sawa, Yesu nipe macho nione, macho ya roho, macho nipe macho nione, sawa sawa. Saidie macho ya ndani nione kama uonavyo wewe, saidie macho ya ndani nione mitego ya movu, nimekukimbilia wewe Bwana. Wow. Mkaribisha jirani yako, mwambie karibu. Karibu kabisa. Jana niliwaambia na leo nawaambia tena, sio bahati mbaya. Sio bahati mbaya kusikia haya maneno. Sio bahati mbaya. Trust me. Sio bahati mbaya. Ni makusudi. Makusudi kabisa. Natambua uwepo wa kila mmoja hapa ndani. Kila mmoja kabisa ajue kwamba mimi natambua uwepo wake. Kabisa kabisa. Lakini especially natambua uwepo wa mpenzi wangu Daktari Elizabeth. Natambua upo. Upo kabisa. Natambua uwepo wa Mama Pastor Steve, Mama Apostle. Dokta, natambua uwepo wako. Na ufurahia nikikuona, nafurahi. Unanitia mafuta niongee kwa umakini. Sababu najua kuna mtu yupo anachuja. Kwa hiyo naongea kwa umakini nikikuona. Kwa hiyo unijue kwamba ukiwa haupo hawa watu wanakosa mambo mazuri. Kweli kabisa. Serious. Natambua uwepo wa rafiki yangu Biko. Salute you. You are blessed. Brother Edwin Kule, wote, I bless you. Lakini natambua uwepo wa Suleiman. Suleiman nimemwona hapa. Suleiman mshindi wetu wa BSS mwaka 2000 na ilikuwa ni 16. GS Gospel Star Search. Kwa hiyo leo tutaenjoy hapa mahala hapa. Tutasikia zile vocals zilizoshinda. Umeelewa msogea waje kuona bwana. Wale walikuwa walisikia kwenye TV mshindi wa BS na ni GSS sio nini. Huyu ndio Suleiman bwana. Huyu ndio mshindi wetu wa GSS mwaka 2016. Leo naona amebarikiwa tu aje awe na sisi. Amina. Umebarikiwa sana. Unajua baadaye utatuhudumia vizuri zaidi. Amen. Mungu amekubariki sana. Wow. You are blessed. Taenda mwendo wa masaa mawili non stop. Kwa hiyo abiria, funga mkanda. Tunaluka usawa wa Roho Mtakatifu katika level za kimungu kwa masaa mawili, na tutatua hapo kunako mji wa Mungu, Yerusalemu mpya wa mbinguni. Hello. Leo bwana niliamua tu kufungua tu Google, afu nikafungua tu search, nikasema mwisho wa dunia. Nikaanza kusoma tu vitu. Nikafungua na ni moja. Hawa ni Jamii Forum, nilikuwa sijajua hata kama ni Jamii Forum. Na wao kulikuwa na hiyo kitu waliitupia. Lakini waliitupia mwaka 2013. Nani yao?
katika mwaka 2013 ilikuwa Mei mwezi wa 5, watu walitoa unabii kwamba mwezi wa 9 itakuwa mwisho wa dunia. Nafikiri mnakumbuka. Serious. Wakasema kabisa kwamba mwezi wa 9 itakuwa mwisho wa dunia. Inawezekana wewe kusikia kwa sababu ufuatilii tu hivyo vitu, lakini watu walisikia, na in fact kuna serikali ambazo zilikisikia hichi kitu na kukichukulia hatua. Serikali kama ya Marekani ilichukua hatua kabisa. Serikali ya Marekani ilichukua hatua kubwa sana za kujiandaa kijeshi. Hivi mimi sijui walifikiria nini. Kweli walisema kutatokea machafuko kwa sababu kuna kimondo kinashuka sijui kutoka wapi ambacho kitakuja kitaipiga dunia. Kitaipiga dunia, itaua watu wengi sana, lakini kuna uwezekano wengine wakabaki na kukawa na vurugu kubwa ya ajabu sana. Hivyo serikali kwa siri ikaanzisha, nasoma hii ni kwa mujibu wa Jamii Forum, nenda tu hata wewe utasoma tu utakuta wameandika hicho kitu. Ikaanzisha mpango maalum wa kijeshi wa kuandaa jeshi lao kukabiliana na hiyo hali, na wakatrain vikali. Wewe unaweza ukaona ilikuwa ni kawaida, lakini serikali imetoa budget, wana train kwa ajili ya hicho. Mwisho wa dunia, imagine September 2013. Leo ni mwaka gani? 2017. Lakini mwisho wa siku hamna kitu kilitokea. Hiyo imepita. Lakini sasa hivi kuna prophecy nyingine, na serikali hizo nilizozitaja zinajiandaa pia na hicho. Itakuwa hii wamesema itakuwa mwaka 2032. 2032 kuna prophecy nyingine kwamba kutakuwa na mwisho wa dunia. Wanasayansi wamesema kwamba kuna kimondo kingine kinakimbia kwa kasi kubwa, wamecalculate, inaonekana kwamba kile kimondo kitafika duniani mwaka 2032. Na watu wakaanza kucomment kwenye hicho. Wamecomment sana, yani sana. Wengine anasema kwenye Jamii Forum hapa, anasema stories za kijiweni hizo bwana, achana nazo. Wengine anasema hakuna ajuaye siku ya kurudi kwa Yesu. Hata Yesu mwenyewe hajui. Yesu kweli mzushi. Hata Yesu hajui. Haya, nani anajua mwisho wa dunia? Au ni stories za elfu lela ulela? Nani anazijua stories za elfu lela ulela? Mazoezi ya kijeshi ni jambo la kawaida kijiweni, jiwekeni tayari. Anasema sasa wanajiandaa kwa silaha au kwa kusali. Yaani hiyo wanawaambia wa Marekani. Walicomment watu vitu vingi. Hii inaonyesha ni jinsi gani hili jambo linasumbua. Na linasumbua sana. Na linasumbua kwa sababu halitafutiwi ufumbuzi, yani linatafutiwa majibu rahisi kwenye maswali magumu sana. Hatuwezi kuwa na majibu rahisi kwenye maswali magumu. Lazima tutafute majibu sahihi kwenye maswali magumu. Kwa hiyo nikawa nimekaa tu nafikiria, jana niliongea kuhusu hicho kidogo. Nikasema hivi, kwani hii kitu inatokea wapi? Hebu ngoja nisome huko inapotokea. Nikaamua kwenda tu kwa Wathesalonike tena, nione tu alichosema. Jana tuligusa Wathesalonike lakini tukasoma 5. Si ndio? Tukasoma 5, anaongelea habari Wathesalonike wa kwanza 5, si ndio? Kwa tunaongelea habari ya kwamba sisi wana wa usiku, sisi wana wa nuru, sio wana wa giza, tulali na vitu kama hivyo. Lakini nikasema hivi leo, kwa nini nisiangalie 4 ilisemaje Wathesalonike wa kwanza 4? Ili kisemaje hichi kitu ambacho kinawapa watu shida mpaka leo? Kwani Paulo alisema nini? Unajua Paulo ameleta shida kwenye hichi alichokizungumza kwa Wathesalonike. Yaani ameleta shida ya ajabu. Lakini shida yenyewe inakuja tu kwa sababu watu wameshindwa kupambanua alichosema. Kwa hiyo Wathesalonike wa kwanza 4, tusome pale mstari wa
Tuanze mstari wa 13. Ndio una haya maneno haya ambayo watu wanahangaika nayo mpaka leo. Yaani wanasumbuka. Sijai kuona. Lakini nafikiri wakati wake umefika, mwisho wake umefika. Ninaomba msomaji wangu 13 twende kazi. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Mwisho hapo. Weka kidole. Rudia hiyo sentensi ya mwisho. Alafu nataka kila mmoja aisikilize. Uisikilize kwa makini. Nataka sio ulivyozoea kusikiliza mtu fulani anaisemaga. Nataka uisikilize, alafu ikiwezekana kama unayo Biblia isome wewe mwenyewe. Alafu uone. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Amesemaje? Hao waliolala katika Yesu Mungu atafanya nini? Mungu atafanya nini? Wapi atawaleta? Mungu atawaleta. Mungu atawaleta pamoja naye. Anawaleta wapi? Nataka ufikirie. Kwa sababu tuna akili fulani ya kwenda mahala fulani. Lakini story tu hapa inavyoanza inasema kuna watu fulani watakuja. Soma ya Kiingereza hapo. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring with him. God will bring them with him. Hello? Mungu atawaleta wapi? Duniani. Lakini hapa kuna watu duniani wanataka waondoke, si waende wapi? Sasa nataka ukae kwa makini usikilize. Kwamba Mungu wale waliolala katika Kristo Mungu atawaleta. Hajasema atawapeleka. Au hajasema atatuchukua sisi atatupeleka. Amesema atawachukua wale awalete. Awalete wapi? Kwetu. Contradiction. Kwa hiyo tuendelee kusoma Wathesalonike 14. Kwa kuwa tuwaambieni hayo kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana. Sisi tulio hai tuliosalia. Kwanza mkumbuke wote jana wakati tunazungumza mpaka tunafika kwenye tumesoma Ufunuo 1 mpaka tumefika kwenye 12. Tunazungumza habari ya Israel, Yerusalem na watu wake. Israel, Yerusalem na watu wake. Israel, Yerusalem na watu wake. Hata makabila yaliyotajwa kwenye sakata nzima yalitajwa makabila 12 ya Israel. Hakutajwa Myao, hakutajwa Makonde, hakutajwa Mgogo wala hakutajwa Mtanzania. Very serious. Kwa hiyo hata hapa Paulo anavyoripoti, anaripoti habari ya Wayahudi. Anaripoti habari ya Wayahudi. Kwamba watakaosalia wapi? Katika Uyahudi. Ngoja uone kitu fulani. Nitakisoma kitu kidogo tu afu utanielewa ninachosema. Twende kwa Luka. Uone kitu fulani, kuna kitu fulani Luka anakisema. Kitu tu kadogo ambako najua baadaye tutakarudia, lakini sasa hivi kataleta maana na baadaye kataleta maana pia. Luka 21. Soma Luka 21 kuanzia mstari wa 20. Nataka usome. Nataka kila mmoja asikilize inavyosoma, inavyosomeka, inavyosikika. Lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu
Halo? Hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu. Halo? Mtakapoona mji wa wapi? Yerusalemu. Jamani, sio Dar es Salaam. Jamani, sio New York. Jamani, sio mji wowote unaojua wewe. Yerusalemu. Mtakapo ni ripoti Yesu anaitoa, ni prophecy Yesu anaitoa, anawaelezea wanafunzi wake itakavyokuwa mwisho. Na kwa wale ambao walikuwepo tangu jana, tulikuja kusoma na kuona kwamba Yesu anapozungumzia mwisho anazungumzia habari ya hekalu. Sawa? Akazungumzia habari ya hekalu kubomoshwa. Amen. Jiwe lisisalie juu ya jiwe. Yesu akazungumza hichi, alafu wanafunzi wake anasema, haya mambo yatakuwa lini? Nini dalili ya kuja kwako na mwisho? Lakini kilichokuwa kinazungumzwa ni kubomosha hekalu. Kwa hiyo tukakuta kumbe unapoongea habari ya kuja kwa Yesu, unapoongea habari ya mwisho wa dunia, automatically unaongea habari ya kubomoshwa kwa hekalu, ambalo hilo hekalu liko Yerusalemu. Hekalu hilo ambalo litabomoshwa liko Yerusalemu. Sasa Yesu anazungumza hicho kitu kwenye Luka. Story imeendelea, imefika kwenye 20, anawaambia wanafunzi wake, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu, endelea, umezungukwa na majeshi. Halo? Umezungukwa na majeshi. Ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Halo? Kubomoshwa. Endelea. Ndipo walio katika Uyahudi. Nisikilize, asemi walio katika Dar es Salaam. Anasema walio katika wote tunaona. Walio katika Uyahudi. Walio katika Uyahudi. Asemi walioko New York, aliyesemi walioko Dar es Salaam, asemi walioko popote kwingine, anasema walioko katika Uyahudi. Wafanye nini? Wakimbilie milimani. Halo? Walioko katika Uyahudi wakimbilie mlimani, maana yake nini? Watoke ndani ya Yerusalemu. Kwa sababu ndani ya Uyahudi kulikuwa hamna milima. Katika ule mji ulivyozungushwa. Wakimbilie milimani, waende huko mbali. Endelea. Na walio katikati yake wakimbilie nje. Na walio katika mashamba wasiuingie. Halo? Na walio nje kwenye mashamba wasirudi ndani. Kwa nini? Kwa sababu uharibifu huo uko ndani ya huo mji. Haupo nje ya huo mji. Uharibifu wote unaozungumzwa kwenye Bible hauko popote huko Yerusalemu. Haupo popote huko Yerusalemu. Yesu anawaambia aliye ndani akimbilie nje. Kwa sababu gani? Majeshi yatakuja yauzunguke huu mji. Mtakapoona tu majeshi yameanza kuzunguka, kila mtu achukue chake, aanze. Kwa nini? Kwa sababu mapigo yote yako hapa. Tunapoenda mbele utaelewa tu. Nilikuwa naweka msisitizo kwenye Wathesalonike. Tuendelee na Wathesalonike yetu. Alafu hapa tutarudi kwenye 20:21. Tutarudi hapa. Tutakuja kuisoma vizuri. Kwa sababu hapo mbele tu tunapoendelea kusoma Ufunuo itaturudisha hapa. Wathesalonike. Naomba kitu kimoja. Relax. Naomba kitu kimoja. Hata wewe kwenye TV, kwenye sitting room yako umekaa unasikiliza, relax. Kwa sababu ukiwa na tension tu utaharibu. Kwa naongea pale na watumishi kule ndani, akasema hata kwa daktari ukienda ukikaza matako, sindano itakufanya mguu ulemae. Anakuambia legeza, achia ili nini? Dawa iingie vizuri. Kwa hiyo na wewe nakwambia relax. Maana hapa hizi taarifa inapokuja zinapigana na taarifa nyingine iko ndani. Vita, yaani ukisikia vita, unajua vita vyetu si katika damu na nyama. Ni katika maneno. Yaani haya maneno yanapokuja ni vita kubwa kuliko yoyote.
Huyo amenikumbusha, anasema vita yani maneno haya yanaangusha ngome. Yani kuna ngome ziko ndani yako ambazo sasa haya maneno yanavyokuja yanasema haiwezekani. Hii hakuna. Yani wewe unafikiri mapepo nini? Mapepo ni maneno. Yani unaweza kushangaa hapa mimi naongea hivi kuna pepo linaibuka, hakuna. Kwa nini? Maneno. Mapepo ni maneno, sio kitu kingine. Kwa hiyo usiruhusu hilo pepo lako lidogo ndani likakuzuia kupokea maneno ya uzima. Wathesalonike. Tumesoma nafikiri Wathesalonike maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. 15. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Endelea. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Tatizo liko hapo. Yaani dunia nzima tatizo lote linatokea kwenye scripture moja. Inaleta mchanganyiko wote hadi vita vyote unaona vinafanyika. Wathesalonike wa kwanza 4:16. Matatizo yote yanatokea hapa. Anasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Sasa hii parapanda imewachosha watu. Wameshasubiri hii parapanda mno. Na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Lakini ukumbuke haya maneno yanazungumzwa kwa Wathesalonike, Ufunuo haijaandikwa. Haya maneno yanazungumzwa kwa Wathesalonike, Ufunuo haijaandikwa. Na mwandishi wa Wathesalonike anawaambia Wathesalonike Mungu atashuka na mlio wa parapanda. Na hii parapanda itakapokuwa inalia, ujue ndio Bwana anakuja. Lakini jana tukajiuliza hii parapanda ni ipi? Ni kweli zitakuja zalia pepepe au kuna kitu kingine? Lakini katika kusoma jana tukagundua kwamba ipo parapanda. Wakati nakuja niko njiani, tumefika pale kwenye mataa Tabata. Nimekaa tu kimya hivi, wife anaendesha. Roho Mungu akasema na mimi kitu ambacho kama nilikisema jana. Akasema wanafunzi wangu niliokuwa nao wote walinijua, walinifahamu kwa kuniona nilivyo. Na hata walivyoandika kwenye vitabu vyao, waliandika walivyonifahamu kwa kuniona. Na wakaandika historia yangu yote kabisa. Na hata mengine hawakuandika, lakini yote yalikuwa ni historia kwa niliyofanya. Lakini hakuna mwanafunzi hata mmoja, ukimtoa mmoja, ambaye yeye ndio alipata neema ya kuniandika mimi. Ukimtoa mmoja. Hata Paulo hakuweza kumwandika Kristo. Hata Paulo hakuweza kumwandika Kristo. Lakini Mungu kwa neema nyingi akaamua kumfunua Kristo kupitia mtumishi wake Yohana. Ndipo Mungu akaandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kitabu kimepewa jina Ufunuo wa Yohana. Lakini hichi kitabu kilitakiwa kiitwe Ufunuo wa Yesu Kristo. Haukuwa ufunuo wa Yohana. Ulikuwa ni ufunuo wa Yesu Kristo. Sasa katika ufunuo wa Yohana ndipo haya yote ambayo yanazungumzwa kwenye Wathesalonike yanatokea. Lakini sasa kanisa likiwa linasoma kila siku linasoma story. Kila siku tunafika Mathayo, sui nini, sui Luka, sui vitu gani, tunasahau kusoma ufunuo wa Yesu Kristo. Hapo ndipo tunapokuwa makanisa. Tunasahau kusoma kitu ambacho kinamfunua yeye mwenyewe halivyo. Tuache kusoma story. Story mpaka lini za Yesu? Alikuja akamwambia amka uende, beba mzigo. Mpaka lini story za hivyo?
za kubeba mizigo, za kufanya nini. Mpaka lini those stories? Tena zimechosha kweli. Yaani mimi kila nikifungua hamna kitu ambacho sijawahi kusikia. Mwingine leo nimefungua mtumishi mmoja huko, namheshimu kwa sababu waga anaongeaga vitu vya hekima, lakini naye kwa sababu ya hizi revelation nimepata naye akaanza kunichosha tu. Tunasoma sijui kitabu gani, Yesu akamwambia nani sijui vuka, njoo twende ng'ambo. Jamaa akaanza kutembea na twende ng'ambo. Tunavuka ng'ambo. Ng'ambo wapi? Ng'ambo wapi sasa? Ng'ambo wapi? Ng'ambo wapi? Bible inasema kwenye nafikiri wa Efeso anapozungumza habari ya kwamba aliwafanya wengine mitume, wengine manabii. Mwisho wa siku anasema hao wote amewafanya ili awakamilishe watakatifu, waufikie kimo cha utimilifu wa nini? Wa Kristo. Lakini kufikia kimo cha utimilifu wa Kristo, Bible inasema mumjue sana mwana wa Mungu. Sio habari ya kwenda ng'ambo. Kumjua sana mwana wa Mungu. Na mwana wa Mungu huwezi kumjua kama hautasoma Ufunuo wa Yohana. Au huwezi kumjua, nyamaza kimya, huwezi kumjua. Mwana wa Mungu sio yule anayesema amka uende zako. Sio yule anayesema wakikupiga huko geuzia huko. Sio huyo. Yupo mwana wa Mungu. Tumsome kwenye Ufunuo, tumuone alivyo. Tumuone alivyo. Biblia inasema alivyokuwa anatembea sijui miguu yake iko kama ya dubu. Sio vitu. Huyo ni mwana wa Mungu unajua. Lakini huko alikuwa ni mtoto wa fundi seremala. Mtoto wa fundi seremala. Kwa hiyo ili tumalize hili tatizo, ni lazima tusome Ufunuo. Ni lazima tusome Ufunuo. Kwa wale ambao hawakuwepo jana, watafute DVD za jana asubuhi na jioni. Wasikilize. Alafu wataunganisha na hii. Maana jana tumejifunza Ufunuo 1 mpaka 12. Tukakuta kumbe Ufunuo unaongea vitu vingi katika historia nzima ya Yesu, kuanzia alivyozaliwa. Kuanzia alivyozaliwa Ufunuo inaongelea. Lakini Ufunuo imeandikwa baadaye sana baada ya Yesu kuzaliwa. Lakini huku Yesu Mungu anakuja anaifunua kwenye Ufunuo 12, anaongelea ni jinsi gani Yesu alizaliwa, na alipozaliwa tu Yesu akanyakuliwa kwenda mbinguni. Tukagundua hivi kumbe issue ya unyakuo sio issue ya kwenda hivi parapanda ikafanyaje, ni issue ya kuwekwa mahali fulani. Kwa sababu Yesu anasema alinyakuliwa akawekwa mbinguni, lakini at the same time Yesu alikuwepo kifuani kwa Mariamu ananyonya. Kuna mahala fulani mtu mmoja anaitwa Paul, wakati huo alikuwa anaitwa Sauli. Alipokuwa akienda kule kuwakamata wanafunzi ili kuwapeleka magerezani na kuwaua. Na alipokuwa njiani alikutana na jambo. Hebu pale ni Matendo ya Mitume. Mtu isome ile kitu. Ni Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 8. 9 bwana, sio 8. Maana anasema lakini Sauli akazidi kutisha, kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua ya kwenda Damaski, zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri akiwa anataka karibia Damaski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia Kiebrania, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Hii ni incident ilitokea. Lakini Paulo hichi kitu kilichomtokea alikiongelea kwenye Wakorinto mahali fulani. Sasa sikiliza alichoongea kwa Wakorinto. Nataka niongee habari ya kunyakuliwa. Dakika 0 alafu tuendelee. Paulo anazungumza maneno haya, anasema, sina budi kujisifu ijapokuwa haipendezi, lakini ninafikiria maneno na mafunuo ya Bwana.
namjua Mungu mmoja katika Kristo, namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14. Sikiliza, wakati anaandika hichi miaka 14 imepita tangu issue ile anakwenda Damascus inatokea. Paulo anaripoti kwenye waraka anaoandikia wa Korinto kwamba anamjua mtu mmoja katika Kristo, ambaye in fact anajisema yeye. Sikiliza alichokisema. Namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu huyu alinyakuliwa juu. Halo. Mtu huyu alifanya nini? Sikiliza, anasema hivi, mtu huyu alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Wakorintho wa 2:12. Mpaka mbingu ya 3. Nami namjua mtu huyu kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua, ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika ambayo haijuzu mwanadamu kuyanena. Hivi unajua alisikia maneno gani Paulo? Sio pointi yangu, lakini alisikia maneno ya neema ambayo wanadamu wa kimwili hawawezi kuyasikiliza. Lakini Paulo anaripoti alipoanguka pale wakati anaenda Damascus, alinyakuliwa akapelekwa mpaka mbingu ya 3. Akapelekwa mpaka mbinguni. Alipofika huko mbinguni akasikia maneno. Hivi wakati hiyo incident inatokea, wale walinzi aliokuwa nao Paulo walikuwa na Paulo au Paulo alitoweka? Walikuwa nayo. Kwa hiyo habari ya mbinguni isikusumbue kichwa, ni dimension. Habari ya mbinguni isikusumbue kichwa, ni dimension. Mahala fulani anasema mbinguni ni pahala pangu, si ndio? Isaya 66, si ndio? Mbinguni ni nini? Heaven is my throne, si ndio? Earth is my footstool. Umeshawahi kusikia story moja kuhusu throne? Throne ni sehemu ya utawala, ni mahala ambapo mamlaka yanatoka. Ushasikia taarifa ya habari wakizungumza habari ya nchi fulani? Wakizungumza, niongelee nchi kubwa ambayo ina habari nzito nzito kila wakati utaisikia. Wamarekani wakiongea utasikia kuna kitu kinatajwa. Wanasema Washington. Ushawahi kusikia? Wanasema Washington imesema. Kwa nini wanasema Washington? Kwa sababu mamlaka yako hapo, the throne. Kwa hiyo Mungu anaposema mbingu ni mahala pangu pa utawala, sio maana yake ni sehemu fulani iliyojengwa ina majengo. Ni sehemu ya ufahamu katika namna ya kutenda. Ni sehemu ambayo yeye anaamuru vitu kutokea huko. Halo? Kwa hiyo ndio maana Paulo anasema nalichukuliwa mpaka mbinguni. Kwenye hiyo dimension akasikia hayo maneno yanasemwa, ambayo anasema binadamu hawezi kuyasikia haya maneno akayaelewa kabisa kabisa. Kwa hiyo habari ya mbingu, tusikwamishwe sana na mbingu kwamba ni sehemu fulani huko ambayo nilishawahi kusikia. Kuna ni tepu, dada mmoja anasema nikapelekwa mpaka mbinguni, nikamkuta Yesu yuko busy kabisa. Yesu, nikamwambia yule ni nani? Nikamwambia yule ni Yesu, anasafisha viti. Basi nikamwona yuko busy. Yesu eti toka mwaka 2000 iliyopita Yesu yuko anasafisha viti tu. Yesu, hii kandarasi ya Yesu imekuwa ndefu mno ya kusafisha tu viti mwaka mzima. Tufukuze kazi basi. Ya nini? Miaka 2000 unasafisha viti tu. Hizo ni story. Lakini Bible inasema Mungu ni roho. Kwa hiyo tunapoongea habari ya Mungu tunaongea katika roho. Turudi sasa kwenye Ufunuo.
Naiona 666 inachungulia. Umeona 666. Sicheze kabisa. Yaani unajua siku hizi umefika mahala kuna bidhaa nyingi tu zinatangazwa kwamba hizo usitumie kwa sababu ni alama ya mnyama ya 666. Sijui mpinga Kristo sijui amefanyaje. Haya mambo haya yanatakiwa yaishe haya. Jana tumejifunza mpaka tumemaliza Ufunuo 12. Lakini sio vibaya tukirudia pale anaposema kwenye Ufunuo 12:7. Akasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakipigana na yule joka. Yule joka naye akipigana naye pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda wala mahala pao hapakuonekana tena mbinguni. Tukaja kukuta kwamba kwa wale ambao wakuepo tukaja kukuta kwamba kumbe vita vilikuwa kati ya shetani na malaika kwa sababu shetani alikuwa anataka kumuua Yesu. Halo? Shetani alikuwa anataka kumuua nani? Yesu wakati anazaliwa. Nyinyi wenyewe mnajua kwamba Herodi alitumika na roho wa ibilisi ili amuue Yesu. Lakini Mungu akamtorosha Yesu kupitia malaika, ambia malaika mtoe, mpeleke huyo mtoto huko, akakimbia akaenda naye. Akakaa huko, Biblia inasema akakaa siku 1260. Miaka 3.5. Baada ya miaka 3.5 Yesu alirudi nyumbani kwao kwa kubebwa na mama yake na baba yake. Sasa anasema hivyo ndio vilikuwa vita vyake. Yule joka akatupwa, yule mkubwa joka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu. Sasa kumekuwa. Wangapi wanaamini kuna wokovu? Usiogope, usiwautakuwa mjinga ukinyosha mkono. Wangapi wanaamini wokovu? Kama unaamini wokovu, lazima uamini kwamba shetani ametupwa chini. Na shetani ametupwa chini siku ambayo Yesu anazaliwa. Halo? Siku ambayo Yesu anafanya? Anazaliwa. Kwa hiyo anasema kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Kwa hiyo unasema ole nchi na nini? Na bahari. Tukasema kwamba mbinguni ni sehemu. Na sasa shetani ametupwa kutoka mbinguni, amekuja chini. Sasa anasema wale walio chini ole wao. Wako chini wapi na penyewe? Maana mbinguni na yenyewe tumestruggle. Sasa na yenyewe nayo tuangalie na chini napo ni wapi. Maana mwingine anaweza kufikiri chini sasa ndio hapa Kariakoo. Kwa hiyo shetani yupo mitaa ya Kariakoo. Si ndio? Lakini hapa anapoongea habari ya chini anaongea nayo pia habari ya dimension. Kama vile unapoongea mbinguni ni dimension, hata chini na penyewe ni dimension. Sio sehemu. Sio sehemu. Ni dimension. Chini. Yesu anasema mimi ni wa juu, ninyi ni wa chini. Ni dimension. Unavyowaza, the way you think. Unafikiria nini? You are thinking grace or you are thinking law. Sasa wa chini wanaitwa watu wa sheria. Anasema shetani sasa ametupwa kwenu watu wa sheria. Ole wenu sasa. Hello. Kwa hiyo ole wenu nyinyi. Kwa sababu shetani amekuja huko chini, mtauana mno. Amen. Basi yule joka alipoona ya kuwa ametupwa, tunajua hadithi yake, akaamua kumuudhi mwanamke, akatoa mto sio nini. Wote mnajua hiyo story. Kwenye hadithi halisi, kwenye historia ya Yesu, tunajua Yesu alipokimbia, Herodi aliamuru watoto wa umri fulani wauawe. Nani alikuwa anaamuru hicho? Shetani.
Sawa. Kwa hiyo tukamaliza hiyo story. Sasa tunaingia kwenye 13. Tunaenda kuongea habari ya wanyama, sijui nini, habari ya 666, sijui vitu gani. Yaani kaa vizuri. Kaa vizuri. Kaa vizuri. Mungu amekusudia usikie hichi. Naomba tuendelee. 13:1. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Halo? Nikaona mnyama akitoka wapi? Katika bahari. Katika bahari. Amesema ole nchi na bahari. Sawa. Huyu mnyama ametoka katika bahari. Ole wa nchi na bahari, kwa sababu ibilisi ametupwa huko kwenu. Sasa ibilisi ameenda huko kwenye bahari na kwenye nchi. Alafu mnyama akatoka kwenye bahari. Endelea kusoma. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7. Pembe 10 na vichwa 7. Vichwa. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Vilemba. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui. Na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Hello. Listen, ngoja nikwambie, hizi ndio key. Kaa mkao wa kusikiliza. Kwa sababu haya tumeambiwa, tukisoma huko tumeambiwa siku zote sijui China, sijui amefanyaje, sijui nini, sijui Marekani, sijui kaenda, sijui kamfanya nini, sijui vitu. Let's read the Bible. Tusome Biblia. Mnyama. Huyu mnyama, neno linasema akapewa nguvu. Akapewa nguvu na kiti cha enzi. Si ndio hivyo? Kapewa nguvu na kiti cha enzi. Kapewa na nani? Na neno amenisema kapewa na joka. Lakini ukumbuke kwenye 12, Ufunuo wa Yohana 12, anasema joka ni shetani. Sawa? Joka ni nani? Ni shetani. Sasa refer back kwa wale waliokuwepo tangu jana, lakini kwa wale wasoma Biblia vile, ukisoma Ufunuo 1, 2, 3 unakutana na hivi vitu. Anapozungumza anasema na wajua hao wanaosema kwamba ni Wayahudi. Hello? Najua hao wanaosema kwamba ni Wayahudi. In fact sio. Bali ni nini? Sinagogi. Sinagogi la shetani. Amen? Alafu kuna mara nyingine anasema najua uka hapo, nakujua wewe. Wewe kanisa mimi nakujua, uko vizuri. In fact uka hapo ndipo kwenye kiti cha enzi cha shetani. Hello? Unaona ina connect? Kwa hiyo anaposema kwamba yule joka akaja akampa nguvu yule mnyama. Sasa mnyama sasa ni nani sasa? Mimi siongei tena. I don't know. Connect. Yule mnyama akatoka katika bahari. Ole wake nchi na bahari. Kwa sababu ibilisi ametupwa kwenu. Sawa? Ole wako nchi na bahari. Kwa sababu ibilisi amefanya nini? Ametupwa kwenu. Na nikaona ishara nyingine, mnyama akitoka katika bahari. Alafu yule mnyama wakati anatoka, shetani ambaye ndio yule joka mkubwa yule wa zamani, akampa nguvu na kiti chake cha enzi. Huyo mnyama akae.
I don't know, I'll try again. Mnyama ametoka baharini. Katika tafsiri yake ya kinabii, bahari tuiweke hapo kwamba ni bahari alivyoisema hivyo, ni sehemu fulani ambayo kuna watu fulani wapo ambao shetani ametupwa kwao. Nao wana hatari sana kwa sababu ya yule shetani. Lakini ndani ya ile bahari pakatokea mnyama ambaye hatumjui pia. Lakini yule mnyama alivyotoka, ambaye sasa hivi tunatakiwa tumtafute ni nani? Who is this beast? Huyu beast ni nani? Anapotoka kule hana nguvu. Lakini yupo, ana pembe 10, ana vichwa 7, ana viremba, lakini ana majina ya makufuru. Halo? Halo? Ana majina ya makufuru yameandikwa. Na yule joka alipomtazama akaona hichi ni kifaa kabisa, akampa nguvu zake. Lakini zaidi ya kumpa nguvu zake, akampa pia na kiti chake cha enzi akae. The beast. Lakini hatumjui mpaka sasa hivi, who's this the beast? Ila kwa kuangalia kwa makini tunakumbuka kuna mahala tulisoma kwenye Ufunuo. Hebu rudi kule, nenda kasome bwana. Alizungumza habari ya kiti cha enzi cha shetani. Yesu anazungumza kiti cha enzi cha shetani. Alisema nini? Ufunuo 2 anza kusoma mstari wa 8. Ufunuo 2 anza kusoma mstari wa 8. Nitasoma. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Semina andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la shetani. Halo? Wanaosema kwamba ni nani? Wayahudi. Wanasema mimi Yahudi bwana. Mimi ni kabila Benjamini bwana. Mimi sio nimefanya, nasema hao sio. In fact ni sinagogi la shetani. Sinagogi la shetani. Ukumbuke tunamtafuta mnyama. The beast. Maana wengine wakaita na gari ya Obama the beast. Bible inajua the beast wake, ndio tumtafute hapa. Nao ni sinagogi la shetani. Usiogope. Mambo atakayokupata, tazama hayo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani. Halo? Halo? Nani atawatupa? Nani atawatupa? Ibilisi. Paulo tumesoma sasa hivi. Sasa hivi kwenye Matendo ya Mitume 9. Sauli anaenda kwa makuhani. Anaenda kwa kina nani? Anaenda kwa kina nani? Anaenda kuwaambia nini? Anaomba kibali, naomba kibali niende nikawakamate wa jamani wapeleke magerezani. Come up guys, jamani, mbona naongea from connect it. Matendo ya Mitume 9, Sauli anaomba kibali aende akakamate wanafunzi ili awapeleke magerezani. Yesu anasema anamwambia kanisa la Simna kwamba huyo ibilisi atawakamata, atawapeleka magerezani. Lakini msiogope. Huyo ibilisi ambaye anatajwa in fact ndio crew nzima ya kina Paulo, ya kina Sauli. The whole crew. Yaani anaongea sasa Mafarisayo. Sijui kama ina connect. Anaongea habari ya Mafarisayo ambao watawachukua wanafunzi watawapeleka magerezani, ambao wao wanajiona ni Wayahudi. Sijui ni kabila gani wanajua wao, lakini wanajiona wao ni Wayahudi, na Yesu anawakataa, anasema wao sio. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndipo kwenye sinagogi la shetani. Tuendelee kusoma. Usiogope mambo atakayokupata. Tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe. Nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu atakufa. Nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Endelea 12. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Haya ndio anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Na pajua ukaapo. Halo?
Halo? Napajua ukaapo, Ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Halo? Ndipo penye kiti cha enzi Cha shetani. ndipo kwenye kiti cha enzi. Naye Nawe walishika sana jina langu. Wala hukuikana imani yangu. Hata katika siku za Antipa, shahidi wangu mwaminifu wangu aliyeuoa kati yenu, hapo akaapo shetani. Hapo acha. Shahidi wake Antipa nani? Shahidi wangu Antipa. Tumesoma wale walikuwepo jana. Anasema ataruhusu mashahidi wake wawili waende washuhudie wiki 40, miezi 42, na baada ya hapo watauawa. Yesu anasema hapo alipouawa shahidi wangu Antipa, hapo akaapo shetani. Wapi? Yerusalemu. It's too much for you guys. Mnyama akatoka. Mnyama alipotoka akapewa nguvu na kiti cha enzi cha yule joka. Na tumeona sasa hivi mtu ambaye alikuwa na hicho kiti cha yule joka alikuwa ni nani? Usiogope. Usiogope kwa sababu ya kile unachokijua kuhusu Yerusalemu, kuhusu Wayahudi kwamba ni watakatifu sana. Unajua Wayahudi ni watakatifu sana. Inawezekana hata sadaka zako umeshapeleka nyingi huko ili wajenge hekalu upya. Si ndio walivyowaambia kwamba hekalu linajengwa upya? Nikupe taarifa, halitakaa lijengwe siku moja. Na kwenye TV wasikie, na Marekani wasikie, na pote dunia nzima wasikie, hekalu halitajengwa siku moja. Hii siku moja haitatokea. Kwa nini? Kwa sababu walipotoka pale, Mungu aliwapa taifa lingine nchi ile, na wakaenda kuweka msikiti. Na ule msikiti hamna atakayeung'oa. Au hamjui palipokuwa na hekalu la Suleiman imewekwa msikiti? Kwa nini umewekwa msikiti? Nimeenda mbele ya somo langu, lakini yote nataka wewe uelewe ninachokisema. Tutachanga sana, lakini msikiti ule hutakaa ubomolewe kwa sababu Mungu kauweka. Mungu kauweka ukae hapa. Kwa nini ukae hapa? Kwa sababu hawa washenzi watakuja kujenga tena hekalu, afu waanze kuwadanganya watu wa dunia nzima. Imagine sasa hivi hekalu hamna tu, watu wanadanganywa wanaenda. Hekalu likuwepo, nini kitatokea? Sasa hivi halipo, watu wanadanganywa. Watu wanachaka mamilioni ya pesa, badala ya kuendesha familia zao wanakata ticket wanaenda Yerusalemu kwenye masinagogi ya shetani. Likijengwa hekalu, nini kitatokea? Watumishi wakubwa kabisa, wakubwa, walimu wakuu. Naongea na mwalimu mkuu saa hizi. Acha hiyo biashara. Acha kuwapeleka watoto wa Mungu kwenye masinagogi ya shetani. Acha. Napajua hapo alipouawa shahidi yangu Antipa, hapo akaapo shetani. Akaapo shetani. Mnyama. Nikamuona mnyama akapewa nguvu. Akapewa nguvu na nani? Na joka. Akampa na kiti chake cha enzi. Akaketi. Endelea kusoma sasa. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabu mnyama yule. Wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Wakamsujudu yule joka kwa sababu alikuwa amepewa uwezo. Alikuwa amempa uwezo yule mnyama. Kwa hiyo watu walikuwa wanaona wanamsujudu yule mnyama. In fact, walikuwa wanamsujudu shetani. Bila kujua. Watu walikuwa wanaenda hekaluni wanasujudu. Wanaamini kwamba wale makuhani ndio wenyewe, wale ndio wanaweza. Unajua Yesu alivyokufa msalabani mpaka anaondoka, tempo yote, yani mambo yote ya kikuhani yalikuwa yanaendelea kufanya kazi. Unajua hicho? Yaliendelea kama kawaida, kuhani mkuu alikuwepo, ibada zote zilikuwa zinaendelea, watu walikuwa wanaendelea kuchinja kama kawaida. Leo hii amwambiagi Wachaga wanaenda kwa kuchinja unasema wanafanya uchawi. Wayahudi walikuwa wanafanya uchawi kuliko huo. Kwa hiyo watu walikuwa wanatoka wanakwenda hekaluni kwenda kuabudu hekaluni. Lakini in fact walikuwa wanamwabudu Mungu, wanamwabudu shetani.
Kwa nini? Kwa sababu shetani alikuwa amempa nguvu yule mnyama. Mnyama alikuwa wapi? Hekaluni. Alikuwa hekaluni, yupo pale. Mnyama yuko hekaluni. Kapewa nguvu na Ibilisi. Kapewa kiti chake cha enzi kakaa. Kwa sababu gani? Yesu alikuwa ashaondoka hekaluni. Pazia lilikuwa limeshapasuliwa. Jesus left. Jesus alipoondoka, Roho wa Mungu alipoondoka, pakabaki shetani. Shetani akawapa nguvu zake, akamwambia fanyeni kazi. Nguvu za shetani ni zipi? Ndio maana watu, hebu nipe hicho kitabu. Nimeona kitabu fulani. No, kuna kitabu changu kile nimekiona hapa sasa hivi. Ndio maana niliandika hicho kitabu. Baada ya kugundua hicho, aya za shetani ndani ya Biblia takatifu. Ukisoma hichi utaelewa nini nakisema. Lakini sasa hivi huwezi kuelewa sana. Utaona tu kumbe ndio iko hivi, lakini ukisoma hichi utaelewa kabisa. Okay, ndio. Wayahudi wakaanza kumwabudu shetani. Kwa sababu hawakujua kwamba Kristo alivyokufa msalabani, alivyofufuka, alivyoondoka, hawawezi tena kuabudu Yerusalemu. Yesu alisema kwenye Yohana 4, akasema hamtaabudu tena Yerusalemu. Hamtaabudu tena Yerusalemu wala kwenye mlima. Kwa sababu wamwabudu halisi sasa watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Aliondoka kwenye hekalu. Kwa hiyo baada ya Yesu kuondoka kwenye hekalu, Mungu kuondoka kwenye hekalu, shetani aliingia hekaluni. Na anapozungumza habari ya mnyama, anaongea habari ya hekalu na watu wake. The beast. Hekalu la Wayahudi na watu wake. The beast. Ambaye tukienda hapo mbele ndio utakuja kukuta huyo the beast anaweka mark. Tutakuja huko tutakuwa tuwezi kununua wala. Sikiliza hapo mbele tu utaona watu walikuwa hawezi kununua wala kuuza. Tunaenda hapo mbele utapaona. Tuendelee. Nao wakamsujudia yule mnyama. Wakisema ni nani afananaye na mnyama huyu? Ni nani afananaye na huyu mnyama? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Hamna. Yaani ukifanya mchezo umekwenda na maji. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Hivi ni wapi pale tumesoma Paulo anasema na nikanena maneno ya makufuru juu ya neno la Mungu? Ni wapi pale? Matendo ya Mitume. Paulo alinena maneno ya makufuru. Kwa nini aliweza kunena? Alipewa nguvu na nyoka. Akawa analitukana jina la Mungu. Neno la Mungu analitukana. Paulo na watu wake wote, Sauli nani wote wanatukana. Sema nyewe washenzi tu wa njia hiyo, hamna lolote. Mungu amefufuka wapi? Acheni mambo yenu. Nini? Wakileta nini wanakamatwa, wanauawa, wanafanya nini? Wanaongea makufuru makubwa. Paulo anasema mimi bwana, kama kujisifu, mimi ni nambari 1. Kwanza ni Mwisraeli wa Waisraeli, wa kabila la Benjamini. Nalitauliwa katika siku ya 8. Akasema lakini katika habari ya imani naliliudhi kanisa. Yaani hiyo usiniambie. Mimi kanisa nilikuwa natukana tu. Kwa nini alikuwa anaweza kutukana? Kwa sababu ya ile nguvu aliyopewa na Ibilisi. The beast. Mnyama. Watu sasa sijui wanasubiri mnyama sijui atoke wapi. Kwenye waraka wa Yohana anasema watoto wadogo, mjue hizi ni nyakati za mwisho. Maana mmesikia tangu zamani kwamba atatokea mpinga Kristo. Na hata sasa wameshakuwako wengi. Mnakumbuka hayo maneno? The beast. Leo watu wanasubiri mpinga Kristo sijui atatokea wapi. Think big. Endelea kusoma. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Umesikia? Yaani kila kitu kina connect kwenye miezi miwili. Miezi 40 ngapi? Miezi 42 ambayo ukikalculate ni siku 1260.
60, ambazo ndio siku ambazo Yesu anasema yalifanyika mateso makubwa kabisa katika Yerusalemu ambayo hayajawahi kutokea miaka 3.5. Nani alikuwa anafanya haya? Shetani. Kupitia nani? Mnyama. Mnyama gani? Hekalu. The temple. The temple of Suleiman. Hekalu la Suleiman. The beast. Mnyama mwenye pembe 10, vichwa 7, ana majina ya makufuru. Endelea. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake. Yeah. Nao wakaao mbinguni. Tena narudi kule. Nao wakaao mbinguni. Yaani kuna watu walikuwa Yerusalemu pale lakini wamekaa mbinguni. Na hao wakaao mbinguni. I like this. Hao wakaao mbinguni walikuwa wanatukanwa na shetani kupitia mnyama. Endelea. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu. Kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Paulo anasema nipe barua niende nikawakamate. Anawakamataje? Anaenda kuangalia yule ambaye anaikana torati ya Musa. Yoyote ambaye anaikana torati ya Musa alikuwa anakamatwa, pelekwa ndani. Anakamatwa. Unaikanaje torati ya Musa? Unamwamini Yesu Kristo. Wanaitwa wanjia hili, wanjia hii, wanjia hii. Wote walikuwa wanakamatwa. Kwa nini? Majina yao yameandikwa mbinguni. Anasema msishangilie kwa sababu pepo zinawatii. Msishangilie kwa sababu pepo zinawatii. Shangilieni kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Hao ndio watu ambao shetani alikuwa anapiga nao vita. Kupitia nani? Mnyama. Mnyama gani? Hekalu la Suleiman. The beast. Endelea. Mtu akiwa na sikio na asikie. Naomba mtu akiwa na sikio afanye nini? Asikie. Ngoja nikuseme, tulia hapo kwanza. Akaniambia, nilikuwa naongea habari ya story ile nakuja ananiambia. Akaniambia watu wote huko nyuma wameongea habari ya ripoti zangu zilivyokuwa, nilivyofanya nini. Lakini hakuna hata mmoja aliongea kwa habari ya kanisa lilivyo. Hakuna. Halo? Wote naliwafundisha, wote nalikuwa nao, lakini wakati nataka kuondoka nalimwambia Petro, juu yako nitalijenga kanisa. Yesu mpaka anaondoka, kanisa halijajengwa. Kanisa halijaongelewa. Ndio anapokuja kutoa ufunuo anaanza kuongelea habari ya kanisa. Na ndio maana hapa sasa hivi anasema hayo maneno, mwenye masikio na asikie. Maneno gani? Maneno ya kanisa. Mwenye masikio na asikie. Kwa sababu story mmezisikia mno. Lakini sasa hivi sikiliza haya maneno ya ukweli kuhusu kanisa. Kwa sababu haya maneno yote wanaambiwa kanisa, makanisa. Kanisa fulani liambia hivi, kanisa fulani liambia hivi, kanisa fulani liambia hivi. Maneno ya kanisa. Tuongee maneno ya kanisa. Ambayo ndio haya ndio yenye ushindi. Usipoyajua haya huwezi kukaa kwenye ushindi. Kila siku utakuwa unahangaika. Huwezi jua. Hata lile neno linaposema it is finished, hujui hata what is finished. Yesu alisema it is finished, lakini mpaka leo vitu vinaendelea, viko pale. Kwa nini? Kanisa liongelewi. Endelea. Mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiwa kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Naye alikuwa na pembe 2 mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Halo. Ukumbuke wale ambao tulikuwa nao jana, tukasema na yule joka akaenda akasimama pembeni kwenye mchanga wa bahari. Amen. Alipokuwa amesimama kwenye mchanga wa bahari, maana yake anasubiri vitu kutoka baharini. Na bahari ikaanza kumtoa yule mnyama mkubwa, akatoka. Akapewa nguvu.
Amen. Sasa hivi anatoka mnyama mwingine lakini anatokea mule mule. Amen. Mnyama mwingine huyu akiangaliwa yupo kama kondoo. Hebu soma vizuri. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Akanena kama joka. Sikiliza. Naomba turudie hichi kitu mpaka kikae kwenu vizuri. Naye amepanda ana pembe mbili kama mfano wa mwana kondoo. Mfano wa nani? Mwana kondoo. Lakini ananena kama joka. Maana yake nini? Ngoja nikwambie. Yesu kwenye Luka kwenye Mathayo 10 nafikiri. Alisema haya maneno. Akasema nawatuma kama kondoo katikati ya mbwa. Nawatuma kama kondoo katikati ya mbwa. Kwa hiyo alikuwa anawatuma kwa mbwa mwitu. Kina nani walikuwa mbwa mwitu? Mafarisayo, si ndio? Walikuwa nani? Sasa hapa kwenye Ufunuo anasema sasa akatokea hao wenye mapembe kama kondoo. Lakini wanaongea kama joka. Yaani ukimuona kabisa ni mchungaji kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Oh Jesus. Mungu anawapenda. Lakini mambo yake ni joka. Ukimuona ni mchungaji kabisa. Lakini ni joka. Anavyoongea ni joka. Anavyoongea ni joka. Yaani ukisikiliza tu maneno yake utakufa, laana iko juu yako. Unasikia joka. Sio mwana kondoo. Mwana kondoo haongei kufa. Mwana kondoo anaongea uzima. Anavyoonekana yani alivyovaa kola, amevaa vizuri. Najua mnavaa sana kola, mnavaa kola. Lakini umevaa vizuri, lakini maneno yako ukiongea unaongea kama joka. Yohana akamuona yule mnyama akitoka. Endelea. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza. Hello. Anatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza. Yupi? Hekalu. Anatumia uwezo wote wa hekaluni. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara alizopewa kuzifanya mbele ya hayo ya huyo mnyama. Unajua siku hizi yani sio siku hizi. Hizi siku hizi unaziona zimeanza miaka hiyo. Ishara. Watu wanapotea kwenye ishara. Vibaya sana. Wanashindwa hata kutambua hivi huyu ni mwana kondoo au ni joka. Endelea. Kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Kumfanyia sanamu, kufanya ibada za sanamu, kutoa sadaka. Watu walikuwa bado kila mwaka walikuwa wanaenda Yerusalemu kutoa sadaka. Kila mwaka. Unabii unasema walikuwa wanafanya sanamu, ibada za sanamu. Wanamfanyia nani? Wanamfanyia yule mnyama wa kwanza. Wakiwa wanamfanyia yule mnyama maana yake wanamfanyia shetani ibada. Bila wao kujua, lakini wanajua huyu ndio mkuu, huyu ndio mwenyewe kabisa. Kwa sababu gani? Anayo mapembe kabisa ya mwana kondoo. Akiongea anaongea kwa upole kabisa. Kabisa. Hata alipovaa amevaa na kola. Lakini wanavaaga yale madude yao hivi, si ndio? Wale wa makuhani nao walikuwa wanavaa hivi. Wayahudi. Walikuwa wanavaa, si ndio? Amevaa kabisa yale ya hivi. Ni mfano wa mwana kondoo. Sawa? Amevaa kabisa. Lakini anaongea kama joka. Wanasujudu masanamu, wanafanya nini? Biblia inasema anawakosesha watu. Si ndio alivyosema? Hebu soma hapo tena. Mstari wa 14. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi. Nao awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa sababu wanawaamini
nao wanaenda kwenye hizo ibada wanapotea. Endelea. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji. Hapo ndipo kwenye tatizo. Watiwe. Lakini mkumbuke, tumesoma sio muda jana, tumezungumza habari ya wateule watakatifu wa Mungu watiwe chapa. Muhuri, chapa, si ndio? Walitiwa chapa kwa kutumia nini? Walitiwa chapa kwa kutiwa nini? Roho Mtakatifu. Wakapigwa chapa. Lakini leo ni vipi tunapoongelea tu huyu mnyama tunaanza kuongelea habari ya Mondrick? Sijui Marekani, sijui wameweka chip, sijui wamefanya nini. Mungu alitia chapa watu wake kwa Roho Mtakatifu. Waefeso 1 anasema aliwatia chapa kwa Roho Mtakatifu. Lakini leo tunapokuja kuongelea the beast, tunaanza kuongelea habari ya watu wengine, sio Mungu tena, wala sio shetani tena. Maana anayewatia chapa ujue ni mnyama mwenye nguvu za shetani. Kwa hiyo anayetia chapa ni nani? Shetani. Naye sasa inabidi awatumie watu wamsaidie kupiga chapa. Yeye hawezi. Anapozungumza habari chapa, anazungumza habari ya chapa kwenye upaji wa uso, the way you think. Yes sir. Yes sir. Na kwenye paji la nani ya mkono, the way you do. Jinsi unavyofanya, jinsi unavyofikiria inaonyesha una chapa gani. Unavyofikiria na unavyofanya inaonyesha chapa yako. Acheni kufikiria habari sijui chipu, sijui imefanyaje. Sijui jamani, dunia nzima hizo chipu jamani, hiyo project ni kubwa sana mnajua. Malizia hapo kusoma. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza. Mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza. Jamani, Yerusalemu wakati huo haikuwa rahisi hivyo. Ukiwa na chapa ya mwana kondoo uwezi kuuza chochote popote sokoni. Kwa nini? Wote wako kinyume na mwana kondoo. Yoyote akionekana ambaye anachapa tofauti na ya kwao, wanamkamata, wanamuua. Na ilikuwa hivyo. Kasomeni, nendeni kasome. Niliwahi kusema wakati fulani, wewe kama unayo simu, fungua Google sasa hivi, andika burning down of Jerusalem. Afu nenda kasome historia nini kilitokea. Ulikuwa uwezi kufanya chochote Yerusalemu. Lazima wakuangalie jinsi unavyofikiria na unavyofanya. Unawaza nini? Unawaza Kristo. Uwezi kuuza wala kununua. Utauawa. Kafiri walikuwa wanawaita. Wanasema ukiwaza kuhusu Kristo wanasema kafiri. Wanataka uwaze kuhusu hekalu. Kuhusu system nzima ya Musa iliyoko pale. Ndio wanataka uwaze hivyo. Upigwe chapa ya yule mnyama. Naongea sana. Upigwe chapa ya yule mnyama 666. Waione, waone the way you think. Jinsi unavyowaza, wanaangalia. Ndio utaruhusiwa kuuza au unaruhusiwa kununua. Kwa sababu watu walikuwa na control kila kitu pale. Hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyu. Maana ni hesabu ya kibinadamu. Huyo mnyama ni binadamu. Hesabu ya kibinadamu. Maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. 666. Sasa hii ndio inasumbua watu. Dunia nzima wanasubiri 666. What is? Hii ni historia. Tunasoma vitu vilivyotokea miaka hiyo. Yesu anafunua mambo yaliyotokea kwenye wokovu. Nini kilitokea nyuma ya msalaba? What happened beyond the cross? Nini kilitokea? Nasema kwamba Yesu akutuokoa kwa kugongwa tu misumari pa. Hiyo vitu vidogo vya watoto.
Yesu hakutukomboa kwa kubongwa misumari. Ile ilikuwa ni public display. Lakini nyuma yake nini kilitokea? Ufunuo inafunua nini kilitokea. Tuendelee kusoma, utaiona sasa hivi mpaka tufike 22. Mungu atusaidie. 14:1. Kisha nikaona tazama, huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000. Kumbuka? Halo? Kondoo amesimama mlima na watu 144. Wakina nani hawa? Wakina nani 144,000? Makabila 12 ya Israel. Endelea. Pamoja naye, jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Halo. Hivi mmesikia? Hivi kweli walipita wakaanza kuandika kweli? Yesu. Na wewe mkaa vizuri tupige Yesu. Yesu. Si ndio? Wote 144,000 waliandikwa? Hawakuandikwa. Walipewa roho wa Mungu. Kwenye nyuso zao walikuwa wakiangaliwa. Ndio maana wale jamaa wamekaa kule kwenye bewa wanasema, lakini huyu jamaa ukimwangalia tu anachapa ya Yesu. Mimi hata simjui kabisa. Hata unavyoongea inaonyesha kabisa. Chapa yake ipo. Jamani mwachane na mimi sema. Hata jinsi unavyotembea inaonyesha chapa unayo. Hivi umeona jinsi walivyokuwa wanatambua? Wanamwangalia tu mtu, wanaangalia chapa yake, wanaiona huyu ni wa Yesu, huyu ni wa Musa. Ukiwa wa Yesu wanakuua, ukiwa wa Musa wanakuacha. Ndivyo ilivyokuwa Yerusalemu. Endelea. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu. Na hiyo sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi. Wakivipiga vinubi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya wale wenye uhai wanne na wale wazee. Wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144,000 walionunuliwa katika nchi. Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu malimbuko kwa Mungu na kwa mwana kondoo. Na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Halo. Hiyo nimeipenda zaidi. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Hivi milele maana yake nini? Yaani kwamba injili inahubiriwa pasipo. Sasa mbona mnaongelea mwisho wa dunia? Injili ipo ambayo inahubiriwa, haitaisha. Haitaisha siku moja. Kila siku inahubiriwa. Endelea. Awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kila kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Halo. Saa ya hukumu yake imekuja. Saa ya hukumu yake imekuja. Lini? Lini? Msoma Yohana 12 afu tunarudia. Yohana 12 soma mstari wa 31. Nitasoma. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Halo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Halo. Halo. Naomba usome kwa Kiingereza Pastor Mika. Sorry. Nasoma Yohana 12:31. John 12:31. Okay. Now the judgment of this world is Naomba mpe mic hapo. Some. Now the judgment of this world is coming on. Now the ruler of this world shall be casted out. Hapo ngoja. 32 tutaisoma. Now
the judgment of this world is on. Maana yake nini? Imeanza. Hukumu ya dunia hii imeanza. Mwanzo kwanza anasema hukumu ya dunia hii ipo. Sawa? Mkuu wa dunia hii atatupwa nje. Hiyo Yesu anazungumza, hajaenda msalabani. Anasema hukumu sasa imefika, imeanza. Lakini mpaka leo dunia inasubiri, sijui itakuwa lini siku ya hukumu. Jamani, tumuogope Mungu. Yesu anasema hukumu ya dunia hii imekwisha kuanza. Mstari wa 32 soma Kiingereza. And I, if and when I am lifted up from the earth, in bracket, on the cross, will draw and attract all men, Gentiles as well as Jews, to myself. Hello. Now is the judgment of this world. If I be lifted up, yani mkiniona nimenyanyuliwa msalabani, mjue sasa ni hukumu imefanyika na nitawavuta watu wote wa ulimwengu mzima, mataifa yote waje kwangu. This is the judgment of the world. This is the judgment. Hii ni hukumu ya ulimwengu. Imefanyika miaka 2000 iliyopita, lakini mpaka leo kanisa linasubiri hukumu. Think big. Mtakaponiona nimenyanyuliwa tu juu, ujue hukumu tayari. Na in fact hukumu yenyewe itakuwa nini? Na wavuta watu wote waje kwangu. Unajua hii inakwenda direct na Yohana 14. Anasema naenda kuandalia mahali. Hamjui kusikia hayo maneno? Hebu isome 14 bwana. I like this. I like the gospel. God bless your gospel. Hebu soma 14 Yohana. Which verse? Moja, anza kusoma moja. Do not let your heart be troubled. You believe and trust in me, and rely on God. Believe in and adhere to the trust on which you rely on me. In my Father's house there are many dwelling places. Hello? Homes. In my Father's house there are many dwelling places. If it were not so, I would have told you. For I am going away to prepare a place for you. And when I go and make ready the place for you, I will come back again and I will take you to myself. Hello, apishia hapo. Anasema ninakwenda kuandalia mahala. Nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi. Kama ingekuwa sivyo ningewaambieni, hamna sababu ya kuwatabisha. Lakini ninawaambia ukweli, kuna makao mengi sana. Lakini hayako tayari kwa sasa hivi. Ila ninakwenda kuandalia mahala. Na nikienda kuandalia nitarudi tena. Na nikirudi nitakuja niwachukue ninyi muingie ndani yangu. Anasema you come into myself. Kule anasema nikinyanyuliwa juu nitawakusanya wote waje ndani yangu. I am the beginning and the end. I am the world. Ili popote mlipo nami niwepo. Nikamuuliza mtu mmoja, je, wewe popote ulipo yupo? Kabisa. Huyo unayemsubiri atakuja lini? Naye akija, huyu aliyopo ataenda wapi? Akija sasa parapanda pepe mala Yesu na malaika zake. Si farasi, nimesema atakuwa kwenye farasi. Sasa wakati yule anakuja, yule aliyoko ndani kidogo kinamdunda. Jamaa anakuja, sasa mimi si ndio ndatolewa? Au itakuwaje? Huyu aliyoko ndani yenu ataenda wapi? Kweli jiulize hilo swali. Huyo aliyo ndani yako sasa hivi atakwenda wapi? Atakapo kuja huyo wa mawinguni unayemsubiri siku nyingine. Atakwenda wapi? Watalala chumba kimoja? Wakati anasema nyumbani mwa baba yake kuna viumba vingi.
Think big. Sasa hukumu ya ulimwengu ipo. Na mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Na mtakapoona nimenyanyuliwa katika msalaba, basi ujue nitawakusanya watu wote, mataifa kwa makabila yote, niwaingize wajie kwangu. And this is the judgment of the world. Ufunuo turudi. Tasoma 14:17. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msijudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemu za maji. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa. Alo. Umeanguka, umeanguka Babeli. Jana tumejifunza kwenye 11 Ufunuo, anasema mji ule mkubwa uitwao jinsi ya roho, Sodoma na Misri. Sawa? Hapa Yesu anasema umeanguka, malaika anasema umeanguka, umeanguka Babeli. Mji ule mkubwa, mji gani? Mji gani? Yerusalem. Umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule mkubwa. Endelea. Maana ndiyo ulioonyesha mataifa yote mvinyo na ghadhabu ya uasherati wake. Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama. Akimsujudu huyo mnyama. Akimsujudu huyo mnyama. Mnyama gani? Joka, si ndio? Unasoma ngapi? 9. Na sanamu yake, na kuipokea chapa katika paji cha uso wake, au katika mkono wake. Yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa na pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake. Naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele. Wala hawana raha mchana wala usiku. Hao wamsujudio huyo mnyama wa sanamu yake. Na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Chapa ya mnyama. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. 13. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Tangu toka kipindi kile, kila anayekufa kwa kuanzia kipindi kile ana heri. Heri hiyo ni nini? Tutakuja kuisoma mbele. Endelea. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. 14. Kisha nikaona natazama wingu jeupe. Na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake. Na katika mkono wake mundu mkali. Na malaika, ngoja kwanza. Na katika mkono wake mundu mkali. Mundu unafanya kazi gani? Mundu unafanya kazi gani? Unafanya kazi gani? Kukata nini? Unavuna. Mundu hauendi kukata tu. Mundu unavuna. Yani manake akaona malaika ambaye ana mundu wa kuvunia. Ana mundu wa kufanya nini? Akamuona mtu mfano wa mwanadamu ambaye amevaa nini hiyo, akasema ana mundu wa kufanya nini? Wa kuvunia. Alikuwa anaenda kufanya nini? Anaenda kuvuna. Wakati gani alikuwa anaenda kuvuna? Yohana 4. Nimesema dira yetu ni ufunuo, lakini tunachepuka kila tunapotakiwa kufanya reference. Tunatoka kwenye ufunuo tunaenda kwenye reference. Wote mnajua story ya Yesu kisimani. Leo tuisome tuione. Yohana 4. Naomba kusome kuanzia 32. Yohana 4:32. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, ni atende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Hamsemi ninyi. Sikiliza, soma vizuri hiyo 35 kwa sababu ndio nilivyoifuata. Isome vizuri. Hamsemi ninyi. Hamsemi ninyi.
bado miezi minne. Halo, Ndipo yaja miezi malize. ndipo yaja mavuno. Ndipo yaja mavuno. Anasema hamsemi ninyi bado miezi minne ndipo yaje mavuno? Halo? Haya ni maneno anaongea na wanafunzi wake. Wapo kisimani, Yesu yuko duniani, anasema ninyi hamsemi bado miezi minne yaje mavuno? Si ndio? Sikiliza alichosema Yesu. Tazama. Mimi nawaambieni. Inueni macho yenu, myatazame mashamba ya kuwa yamekwisha kuwa meupe, tayari kwa mavuno. Muyatazame mashamba yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Haya maneno Yesu anaongea, yuko hapa duniani. Naye avunaye kupokea mshahara na kukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja. Halo. Unakumbuka Yesu aliongea parable moja mahala fulani. Alafu alipoongea wanafunzi wake walipokwenda mahala fulani akawauliza, "Bwana, nani mwalimu? Hebu tuambie vile ulivyotuambia habari ya mbegu. Kwamba mbegu zimewekwa, zimeota, alafu zilipoota zikawa na magugu. Alafu wakakuletea taarifa, wakwambia twende tukayatoe magugu. Ukatukataza, ukawakataza, ukamwambia wasitoe hayo magugu kwa sababu anaweza kutoa na ngano." Amen. Ukasema tusubiri mpaka wakati wa mavuno, tutavuna yale magugu, tutayafunga nini? Matita. Alafu ngano tutaitoa, si ndio? Hebu tuambie maana yake nini? Hivi mnakumbuka hiyo story? Yesu akamwambia, unajua nini? Shamba ni dunia hii. Na mbegu njema ni wana wa ufalme. Na mbegu ya adui ni adui wa shetani, ni mbegu iliyopandwa na shetani. Kwa hiyo zinapokuwa wanakuwa pamoja, wana wa ufalme na wana wa shetani, wacheni tu wakae pamoja. Lakini wakati utakapokuja, malaika watakuja wavune, na atakayevuna ni hivi. Kwa nini tusisome ile? Hebu ifunue hapo. Iko hebu tuisome bwana. Tukisoma itakuwa imempendeza. Mathayo ni 36. Hebu isome. Kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Halo, azipandaye zile mbegu ni mwana wa Adamu. Lile konde ni ulimwengu. Endelea. Ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme. Na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia. Halo, mavuno ni mwisho wa dunia. Mavuno ni mwisho wa dunia. Endelea. Na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu yakusanywavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Hapo. Ishia hapo. Nilikuwa nawapa kwamba hivi vitu vimetokea lini? Kwa sababu tunaweza kuongelea habari ya mundu, habari ya kuvuna, ambayo Yohana anafunuliwa tu. Anafunuliwa vitu vilivyoishatokea na vitu ambavyo vitatokea shortly. Kafunuliwa jinsi Yesu alivyozaliwa na kila kitu. Sasa hivi anafunuliwa mwisho wenyewe unavyotokea au ulivyotokea. Kwa hiyo sasa inabidi turifaa kwenye vitabu vya historia ambavyo wameandika watu tunaowaamini kwamba wameandika vitu vya kweli. Sababu mimi nikisema mnaweza kusema hivyo ni vya kwako sisi. Kwa hiyo tuvisome vile ambavyo tunawaamini. Kwa hiyo wameandika hizi historia kwamba Yesu aliwahi kuongea hivi vitu. Ameongea kwenye Mathayo, hiyo mmeona, lakini kwenye Yohana pia anasema ninyi mnasema bado miezi minne, lakini mimi nawaambia sasa hivi tazameni mavuno yako tayari. Inatakiwa kwenda kuvuna na malaika wako tayari kuvuna. Nyinyi mnasema bado miezi minne, mimi nawaambia tayari imeshafika mavuno. Ambapo yeye anasema mavuno ndio mwisho wa dunia. Kwa hiyo Yesu alikuwa anatoa taarifa kwamba mwisho wa dunia umekushafika. Nyinyi mnasema bado miezi minne, umekushafika. Yohana, come up.
Jamani, nataka kanisa lielewe. It has never been preached before. Haijawahi kuhubiriwa. Haijawahi kuhubiriwa. Zinadondoka tu pole pole. Usilazimishe, mimi nishakwambia usilazimishe. Relax. Usilazimishe ngome inapodondoka, usilazimishe. Usilazimishe. Dakika chache tunaenda break. Ndio kichwa kimewaka moto. Hebu tumalizie hiyo alafu tuiache tutabaki na hizo zingine, tuimalizie hii ambayo tumeshaianza. Yohana 14:14. Okay. Kisha nikaona natazama wingu jeupe. Na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu. Juu ya kichwa ambaye tumesoma sasa hivi kwenye Mathayo, anasema yule avunaye ni mwana wa Adamu. Si ndio? Sasa hivi Yohana anafunuliwa kile alichokisema Yesu. Kilitokeaje, ilikuwaje? Umeelewa? Sasa anasema kisha nikaona mtu mmoja mfano wa mwanadamu mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali ambao tunasema ndio wa kuvuna. Endelea na malaika 15. Na malaika mwingine akatoa katika hekalu, akamlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako kavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja. Hello? Nyie mnasema bado miezi 4. Mimi nawaambia saa imeshakuja. Yohana anafunuliwa hicho alichokisema Yesu. Kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Angalia ilivyokuwa meupe. Mavuno ni mengi. Mavuno ni mengi. Mavuno ni mengi. Mavuno ni mengi. Watendakazi ni wachache. Watendakazi wanaofunga tu watu, waambia mwisho wa dunia unakuja. No, hujaambiwa uende ukaseme mwisho wa dunia unakuja. Uende ukavune watu waweke galani. Acha mambo ya mwisho wa dunia. Usiongee mambo yaliyopita. Endelea. Na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi. Hello? Nchi ikavunwa. Hello? Akatupa. Nchi ikafanya nini? Kuna watu wanasubiri mavuno yatokee. Mundu ulitupwa. Nchi ikavunwa. Endelea. Kisha malaika mwingine akatoka katika ile hekalu lililokuwa mbinguni. Yeye naye ana mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika ile madhabahu ya yule mwenye malaika juu ya moto. Mwenye mamlaka juu ya moto. Naye akamlilia kwa sauti kuu yule mwenye mundu ule mkali akisema, tia mundu wako mkali, ukachume vichala vya mzabibu. Ukachume vichala vya nini? Vya mzabibu wa nchi. Ukachume vichala vya nini? Vya mzabibu wa nchi. Maana zabibu zake zimeiva sana. Malaika yule akatupa mundu wake hata nchi, akauchuma mzabibu wa nchi, akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Halo, alitupa mzabibu wa mji katika nini? Shinikizo hilo kubwa. Katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Shinikizo lile likakanyagwa nje ya mji. Damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye hatamu za kama mwendo wa maili 2. Shinikizo likakanyagwa nje ya nini? Likakanyagwa nje ya nini? Ya mji. Mji gani? Mji gani? Isaya 63. moja. Isaya. Ni nani huyu atokaye Edomu? Halo, ni nani huyu atokaye Edomu? Mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bosla. Huyu aliye na nguo za fahari. Anayekwenda katika ukuu na uweza wake. Lakini mkumbuke kitu kimoja, tunaposoma Isaya tunamsoma nabii. Kwa wale walikuwepo jana, tukasema nabii yoyote chochote ambacho alikiongea kilifanyika, kilikamilika siku Yesu alivyowambwa msalabani. Yaani chochote ukikisoma kikiwa tu cha nabii lazima kiwe kimekamilika msalabani. Kwa hiyo hichi sasa hivi tunachokisoma ni lazima kiwe kimekamilika msalabani. Lakini tukiangalia kinaingiaje kwenye Ufunuo? Twende kazi. Ni nani huyu atokaye Edomu? Mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bosla. Huyu aliye na nguo za fahari, anayekwenda katika ukuu wa uweza wake. Mimi nisemaye kwa haki. Anajibu sasa, mimi nisemaye kwa haki.
Hodari wa hodari wa kuokoa. kuokoa. Endelea. Kwani mavazi yako kuwa mekundu na nguo zako. Naomba sauti yako isikike hivi. Kwani mavazi yako kuwa mekundu? Yani anauliza kwa nini mavazi yako yamekuwa mekundu? Kwa sababu ameonekana, anasema huyo ni nani aliyevaa nguo nyeupe akitokea Bozra, anayetembea kwa ukuu wake? Huyo ni nani? Akajibu, ni mimi, hodari wa kuokoa. Jamaa anauliza, kwa nini mavazi yako yametiwa damu? Halo? Kwa nini mavazi yako yanatiwa damu? Endelea. Kwa nini mavazi yako yamekuwa mekundu? Sio damu, okay? Yamekuwa mekundu, na nguo zako kama za mtu akanyagaye zabibu. Halo? Wanasema malaika akatupa mundu wake, yule wa pili. Akaambia uende ukavune vichala. Halo? Vichala vya zabibu. Maana ninaziona zimekuwa tayari nyekundu, zimewiva. Halo? Na ule mundu ulivyotupwa zikavunwa zile zabibu, zikaenda kuwekwa kwenye lile shinikizo kubwa ambalo ndio ghadhabu ya Mungu liliko nje ya mji Yerusalemu. Halo? Nani aliongea haya maneno? Isaya anaongea. Let's go. Nalikanyaga shinikizo peke yangu. Nalikanyaga shinikizo peke yangu. Shinikizo liko wapi? Liko wapi? Nje ya mji. Liko wapi? Golgotha. Endelea. Nalikanyaga shinikizo peke yangu. Wala katika watu hakuwepo mtu pamoja nami. Naam, niliwakanyaga kwa hasira yangu. Naliwaponda kwa ghadhabu yangu. Na mavazi yangu yametiwa madoa kwa damu yao. Nami nimezichafua nguo zangu zote. Maana siku ya kisasi ilikuwemo moyoni mwangu. Na mwaka wao niliwakomboa umewadia. Nikatazama na mwaka wao niliowakombea umefanya nini? Umewadia. Na mwaka wao niliowakomboa umefanya nini? Umewadia. Wapi? Wapi? Golgotha. Sawa? Amekanyaga shinikizo la hasira ya nani? Ya Mungu. Amen? Endelea. Nikatazama, wala hakuna wa kusaidia. Nikashangaa kwa kuwa hakuna mwenye kutegemeza. Basi mkono wangu mwenyewe uliniletea wokovu. Ghadhabu yangu ndio iliyonitegemeza. Hello, ngoja niwaambie. Hapa nataka muelewe kitu kimoja. Kuna maneno anaongea Yesu. Ni mimi, anajitambulisha, ninayotembea kwa hukumu, hodari wa kuokoa na vitu kama hivyo. Alafu ghafla utaona kuna twist inatokea, anaongea Mungu. Sijui kama unasikiliza vizuri. Anaongea Yesu mwenyewe kama mwana, afu anaongea Mungu. Anazungumza habari ya siku ya wokovu inakuwa imefika. Si ndio? Anaongea habari ya kisasi. Anaongea habari ya mkono wangu umenipa wokovu. Amen? Yaani kwamba kila nikiangalia nilikuwa sioni mtu yeyote anaweza kufanya hichi. Hayupo hata mmoja wa kuweza kufanya hichi. Lakini nikakumbuka upo mkono wangu ambao unaweza kufanya nini? Kunipa kuokoa. Endelea. Nikazikanyaga kabila za watu kwa hasira yangu. Nikawalevya kwa ghadhabu yangu. Nikawakanyaga kabila za watu kwa hasira yangu. Nikawalevya kwa ghadhabu yangu. Nani huyo? Ghadhabu ni ya nani? Ghadhabu ni ya nani? Lakini anakanyaga shinikizo liko nje ya mji, anamkanyaga nani? Anamkanyaga nani? Mkono wake. Soma vizuri hiyo. Anasema mkono wangu mwenyewe ulinipa wokovu. Mkono wangu mwenyewe. Yaani alimtoa, au msomaji jamani, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee ili yoyote aamini asifanye nini? Asipotee. Wapi? Kwenye ghadhabu ya Mungu. Sasa badala ile ghadhabu ikupate wewe, mkono wake mwenyewe ukapelekwa pale ukakanyagwa. Ndio huyo anauliza, huyo ni nani anayekuja kwa ukuu akitokea Bozra? Anasema ni mimi, hodari wa kuokoa. Nani anajibu hivyo? Yesu. Hodari wa kuokoa. Kwa nini hawa watu wote wanatakiwa wawe, lakini mimi nimekubali kubeba ghadhabu yote. Mungu nikanyage. Mungu anasema hiyo ndio hasira yangu. Nikanyage kabisa. Mungu alimkasirika. Unajua alikasirika kweli. Unajua Mungu alikasirika kweli. Na hakukasirika kwa sababu wewe nani yule alikuwa nazini au anafanya. No, alikasirika kwa sababu watoto wa Mungu siku moja waliabudu sanamu. Hawamjui. Mungu alikasirika siku moja. Wakati wana wa Israeli wamevuka tu kutoka Misri. Walipoenda tu mbele, walipofika mlimani, wakati Musa ameenda kuchukua maneno ya uzima, wao wakaabudu sanamu. Kuanzia siku ile Mungu alikasirika.
Na akasema hii hasira yangu sitaiacha mpaka niwakomeshe hao. Na hakuiacha. Na anasema kwa sababu nimewakasirikia, kwanza ninawapa maneno ya kuwaua. Wakapewa maneno ya kuwaua. Kasome Matendo ya Mitume, anasema mpango wa Mungu ilikuwa kuwapa watoto wa Israeli maneno ya uzima. Lakini walipoanza kuabudu sanamu, Mungu akagairi akawapa maneno ya mauti. Torati ya Musa. Kasome Matendo ya Mitume. Kwa hiyo hasira ya Mungu ilikuwa kifuani mwake miaka yote, amekana ile hasira, anasema hawa nitawakomesha tu. Wengo wanaacha kuniabudu mimi, wanaabudu sanamu, nitawakomesha. Wewe subiri tu. Ndio anasema mwaka wa hasira yangu ilikuwa umefika. Siwezi kuendelea kukaa na hasira, siwezi. Na kila nikiangalia hakuna mtu anaweza kuhimili hichi kitu naweza kukifanya. Ngoja niwaambie, majambazi waliweza kuhimili msalaba. Mungu angeweza kusema lakini niliangalia majambazi wawili walisulubiwa na Yesu. No, kulikuwa na ghadhabu kubwa kuliko hiyo ya kusulubiwa, ambayo hakuna mwanadamu ambaye angeweza kuibeba. Hakuna, hayupo. Na ndio maana akaamua amtume Kristo aje abebe hiyo ghadhabu, akanyagwe yeye kama hiyo zabibu, akanyagwe kabisa. Hello. Mimi nafikiri tupate break. Tupate break. Tukirudi tutamalizia. Tupate break. Bwana, nahitaji macho ya roho, maana haya ya mwili yananidanganya. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Neno lako linasema, jicho langu likiwa safi, mwili wangu wote utakuwa na nuru. Nipe macho, nipe macho nione.